Siku moja kuna kijana mmoja ambaye aliamua kumtembelea mwalimu wake wa zamani. Mwalimu yule alikuwa ni mzee wa miaka 80 hivi. Kwa furaha na heshima akamwambia, "Mwalimu, unanikumbuka?" Yule mzee akatabasamu akajibu, "Ndiyo, nakukumbuka." Kijana akasema kwa furaha, "Sasa mimi ni mwalimu kama wewe vile. Ulinihamasisha sana kupenda kazi hii." Kisha akavuta pumzi ndefu na kuuliza, "Mwalimu, unakumbuka tukio la saa ya dhahabu kuibiwa darasani?" Mzee akasema, "Ndiyo, nakumbuka vizuri tu." Kijana akasema kwa sauti ya unyenyekevu, "Yule mwanafunzi aliyeiba saa alikuwa ni mimi. Rafiki yangu aliponishuku nilikana, lakini saa ilikuwa kweli mfukoni mwangu. Ulipoingia darasani mwalimu na kuuliza, hakuna aliyekiri, ukaamuru wote tupange mstari, tufumbe macho na ukaanza kutukagua mmoja mmoja. Nilitetemeka sana uliponifikia. Ukaingiza mikono yako mfukoni mwangu, ukatoa saa, lakini hukusema neno. Ulisema tu, saa imepatikana, tushukuru, kisha ukaondoka. Mwalimu, kwa nini hukunitaja? Kwa nini hukuniweka hadharani?" Yule mzee mwalimu akatabasamu na kusema kwa upole, "Mwanangu, hata mimi sikujua kama ni wewe." Kijana akashangaa, "Inakuwaje mwalimu wakati wewe mwenyewe uliitoa mfukoni mwangu ile saa?" Mzee akamjibu taratibu, "Nilipoambia mfumbe macho, hata mimi nilifumba macho. Nilitaka kuulinda moyo wa yule aliyekosea, si kumuumiza." Kimya kikatawala. Kijana akatoa machozi akasema, "Mwalimu, tukio hilo ndilo lililofanya niwe mwalimu. Nilitaka kuwarudisha watu katika utu, sio katika hukumu. Ulinifundisha kuwa kosa halimfanyi mtu kuwa mbaya, na uongozi wa kweli ni kurekebisha bila kudhalilisha." Yule mzee mwalimu akatikisa kichwa na kusema maneno ya mwisho, "Sisi sote ni wakosefu. Wakati mwingine ni lazima tufumbe macho, si kwa sababu hatuoni, bali kwa sababu tunaelewa. Kuna mambo ambayo yakisemwa hadharani yanaweza kuua roho za watu." Somo tunalolipata kupitia motisha hii ya leo ni, kama huwezi kumbariki mtu, usimvue heshima. Kama huwezi kumuinua, usimponde. Kama huwezi kumtia moyo, basi nyamaza. Uongozi wa kweli si nguvu ya amri, bali ni uwezo wa kurekebisha, kulinda na kuinua bila kuumiza. Mwalimu Ibrahim Jumanne anatukumbusha, utu ni somo lisiloisha. Tuchague kuona mema hata pale panapokoselewa.